Sio mara ya kwanza kwa wakazi wa soko la Gikomba kukumbwa na mkasa wa moto, lakini ni mara ya kwanza kwa moto huo kugharimu maisha ya wakazi, ambapo watu 17 walifariki. Nilipata watoto wangu kwa moshari. Ninataka watoto wangu. Nilikuwa nawapenda sana wote. Sasa wako. Ni uchungu wa mwana anaufahamu vema Betty, ambaye ni mzazi wa pekee baada ya kuwapoteza watoto wake watatu katika mkasa huo, huku ukifungua mimba wake aliye na umri wa miaka 14 akisalia katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta anakoendelea kupokea matibabu. Katoa huyo mdogo kumtoa nje. Alikuwa amefuta ile moshi hata angeza, yani alikuwa anakaa sijui. Sasa kurudi wale wengine singeweza. Wameingia chini ya kitanda. Na bado huko stima yani kuna wakati ilibidi nipige duru kwa balkon. Na sasa imembidi kuishi hapa katika chumba hiki eneo la Kahawa Sukari na mali yake aliyoweza kuokoa, kwani moto huo ulichoma nyingi ya mali aliyomiliki. Kazi sasa imeisha. Nyumba ilichomeka imeisha. Watoto wameisha. Sijui sasa hata nitaanzia wapi. Nakaa nafikiria nashindwa kufikiria. Mzigo haujakuwa rahisi kwa familia yake, haswa babake mzazi. Hiyo siku ya kwanza nilimuuliza ulifanya nini? Si ni mjukuu wangu. Kanielezea vile anakumbuka na akasema watoto wenzake, sister zake waliumia, lakini hajui wanatibiwa wapi. Najua hajui hali. Sasa hiyo juzi na jana alienda akauliza mamake. Hata mimi nilipoingia kwa zamu yangu akaniuliza ni sasa nini Esther wapi na Grace. Ameanza kupata nafuu. Na tunaelewa anauliza sababu anakumbuka mwisho aliachania wapi. Na huku familia hii ikitarajia kuwapumzisha watoto wote watatu tarehe 14 mwezi huu, matumaini yao na haswa ya Betty anapoingia katika wadi ya hospitali ya Kenyatta ni kuwa mtoto wake wa kwanza atapata nafuu na hata kuhudhuria mazishi ya dada zake. Katika soko lenyewe hakuna shughuli nyingi zinazotekelezwa hii leo baada ya wao kuzuiwa kuanza shughuli ya kujenga upya vibanda vyao. Na licha ya wengi kuhama, wengine wanaendelea kuishi katika nyumba hizo zilizochomeka. Katika orofa ya pili ya jengo hili ndipo watoto watatu wa Betty walipumua mara ya mwisho, huku shughuli zima ya kuchukua chembe za DNA kutoka kwa familia za walioangamia katika mkasa huo wa moto ikitarajiwa kufanyika hapo kesho. Grace Kuria, K24 kutoka soko la Gikomba, Nairobi.